So yeye anaweza akawa anakuja kwa intention nzuri kabisa, yani nzuri. Kama ilivyokuwa kwa Hawa. Hawa aliambiwa tu mkila mtafanyaje? Mtafanana na yeye. Yeye na intention yake ya kwamba I want nataka niwe kama nani? Niwe kama Mungu. Lakini kumbe shetani yeye alikuwa na intention yake ya tofauti kabisa na nani? Na ya Hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes mtu anaweza akawa anakuja kama mwema lakini kumbe sio nini? Sio mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Lakini pia kuna wakati ambapo linaweza likaja mtu, Mungu anaweza kumtumia mtu kama daraja kwako, lakini lisije kama vile wewe unavyotaka lije. Bwana Yesu asifiwe. Nikimaanisha hivi kwamba sio kila daraja litakalokuja ili kukufikisha kwenye hatima yako linaweza likaja kwa wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia mfano mzuri ni Yusufu kwa mke wa Potifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daraja la Yusufu kwa mke wa Potifa. Mke wa Potifa alikuwa anataka kulala na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile yote ilikuwa iko planned ili Yusufu aende gerezani ili aifikie hatima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama yeye angekuwa anategemea kwamba vile unajua vile tunatembeaga na yale maneno ambayo tunaambiwa na watumishi ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unahakisha na wenyewe wamefanyaje? Wamemchukia. So unapokuwa unatengeneza haya unapokuwa unatengeneza hayo mazingira unajibloku wewe mwenyewe kwa sababu Mungu alimtuma yeye kama nini? Kama msaidizi. So utakuwa unajipa tena kazi Mungu aanze kumtafuta mbadala mwingine tena wakumfanyaje? Wa kumleta. Kwa unajikuta kwenye ile wilderness period unakaa kwa muda nini? Kwa muda mrefu. Ndio unakuta mwenzio ana miaka 25. Anamiliki V8. Ana maisha mazuri nini? Amtaki. Go deeper. Amtaki. Yaani unakuta ile mtu ana umri mdogo, ana mafanikio makubwa. Kwa sababu gani? Nini? Alikuja vizuri. Bwana Yesu asifiwe. So hata madaraja yanapokuwa yanakuja, you need to understand. Yaani uwe na ule moyo hata wa kusema kama I know hata kama napitia katika hili lakini najua ni njia kuifikia mahali ambapo nataka nifanyeje? Natakiwa nifike. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Mungu anatupatia sisi watu ambao ni madaraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika kutupatia watu anatupa sisi, lakini kazi ya kuwalinda hao watu na kukaa nao vizuri mpaka tupatie kile walichobebeshwa kwa ajili yetu ni kazi yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alipokuwa akihudumia alikuwa anakuuliza unataka? Ndio ile unajikuta unamuingiza mtu kwenye choo cha kiume na yeye ni wa kike. Alafu wa kike unamuingiza kwenye choo cha nini? Cha kiume. Unajikuta umefanyaje? Umeharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kutokea hapo sasa, yaani ni kivipi sasa mimi kama muamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Au nawezaje kuwakeep wale watu ambao Mungu anakuwa amenipa mimi kama madaraja yangu ya kufikia nini? Kwenye hatima yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kikakusaidia ni kujua kusudi la hao watu kwenye maisha yako. Yaani kujua kwa nini wamekuja kwenye maisha yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu once you may understand, labda mimi Rehema nimekuja kwenye maisha yako kwa sababu kuna mahali natakiwa nikuvushe. Kuna namna tu utaishi na mimi kwa mipaka fulani ili nisije nikavuka tukaharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ni leo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani lazima tu ulijue kusudi ambalo mtu anakuja nalo kwenye nini? Kwenye maisha yako. Kama unashindwa kutumia akili za kawaida, tunaye msaidizi wetu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mwingine anakuja unaanza kujiuliza, hivi destiny helper? Yaani unakuta ni kuna namna anakuchanganya. We have Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unaenda unamwambia mimi tena asasa, yaani it's better inakuwaga rahisi akiwa same gender, akiwa different. Yaani hapo ndo tunakupoteza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. So unaenda unamuuliza Roho Mtakatifu, huyu kijana, huyu mdada, yaani tunafika naye wapi? Usije ukajikuta unampoteza mtu ambaye alitakiwa aje akutaje kwa kina Donald Trump huko,
Umempoteza huko kisa kuinua emotion kwanza kabla ya nini? Kumsikiliza Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So, kitu cha kwanza kabisa make sure unafanyaje? Unalijua kusudi. Kwa sababu anasema kuto kujua kusudi kunasababisha yani uharibifu kuto kuepukika. Bwana Yesu asifiwe. Yani usipojua kusudi lazima tu uharibifu utatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ni sawa nichukue nylon ile nylon ile it's easy to catch fire, si ndio hivyo? Alafu niende nikaipulie nini? Sufuria. It means kwamba sijajua purpose ya ile nini? Nylon. Nikienda pale by enemies lazima tu nitaungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini once nimeenda na kitu kama hichi ni kinakuwa insulator. Kwa hata nikienda nikishika, mimi sitaungua wala hakitashika kwenye nini? Kwenye sufuria. Bwana Yesu asifiwe sana. So from there, make sure mtu anayekuja kwenye maisha yako una understand amekuja kwa ajili ya kusudi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yote kwa yote, fanya, zunguka, kaa, simama, kimbia, lukaluka, maombi ni silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes anaweza akawa amekuja destiny helper, lakini kuna namna yani damu haziivi. Yaani unaona, mbona sijui mapepe analuka. Mbona hatuendani, lakini Roho Mtakatifu anakuambia huyu sasa ndo anatakiwa pale ulipokuwa unataka wewe ukapigishe sign ili kampuni yako sijui ifanywe nini, huyu ndo anatakiwa afanyeje? Ila ukimwangalia ni mwamba, yani unajua hivi ukimuona sio unatamani umrukie. So from there just pray. Mwambie Mungu kwa sababu yeye ndo baba pekee anayejua yale asilini. Mimi naweza nikakuona fresh tu, mwamba unajiweza, nguvu zipo, lakini ume deep down na wewe unafanyaje? Unateseka. So mwambie Mungu, huyu umenipa kama destiny helper wangu, lakini mbona kuna namna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaomba ili shetani asiweze kufanyaje? Asiweze kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukisoma kwenye Yohana 10:10, mmoja anifungulie chapu. Yohana 10:10. Yohana 10:10. Nasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Bwana Yesu asifiwe. Mwizi haji ila kuiba na kufanyaje? Na kwa shetani pale anapokuwa ameshaelewa kwamba Rehema mtu aliyenaye sasa hivi ama watu wanaomzunguka ni destiny helpers wake ama ni madaraja wa yeye kufika kwenye hatima yake, lazima tu hawezi akakaa kimya, kwa sababu anajua mimi nikifika nitaharibu kazi zake nyingi. Kwa hiyo lazima na yeye atatengeneza watu wa aina ile ile watakuja. Na shetani alivyo yuko tricked. Yaani kwa mfano mimi naomba sana, sijui nafunga sana, nasoma sana Biblia. Anapokuja mimi kunijaribu, atamtumia mtu anayefanana na mimi. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu lenyewe linasema kwamba wanaonekana kama kondoo, kumbe ndani ni nani? Mbwa mwitu. So atakuja akiwa amevaa sura ya kanisani, kijana anapiga suti na upanga. Kumbe kilichobeba ndani ya moyo wake ni kufanyaje? Ni kudestroy hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to pray ili Mungu awasecure wale watu ambao ni watu ambao wanatumika kama daraja wewe kufika pale ambapo unatakiwa kufanya kufika. Lakini pia kitu kikubwa na ni amri ambayo Yesu Kristo alituachia ni upendo. So you have to love them, kwa sababu kuna watu wengine ambao Mungu anaweza akawatumia. Yaani ukiwaangalia umewazidi akili darasani, umewazidi pesa, umewazidi umri, each and everything umewazidi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza akaja yani hana mbele hana nyuma. Yaani kwa hadi hela ya sabuni wanaitafuta mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndo unasikia ndani yako, huyu anatakiwa awe daraja lako wewe kufika maarifa. So once ukawa yani ile unajua ile unconditional love, yani just unapenda watu bila kuwa na sababu, utafika. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusoma pale kwenye Wakorintho 13 anavyoelezea upendo, anasema upendo uvumilia,
Yaani amezungumzia upendo kwenye aina tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. So once ukampenda, hata kama unajua sasa hivi hana kitu, lakini unajua ipo siku akifika mahali fulani mimi nitafanyaje? Nitanyanyuka. Kama itakuwa sababu ya mimi, yeye atakuwa sababu ya mimi kufika sehemu fulani, utampenda tu. It doesn't matter sasa hivi anaonekanaje. Darasani hana akili, sapu ni yeye. Yaani kuna namna tu, yaani you will hold him or her. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia tukawakipu wale watu ambao Mungu anakuwa amefanyaje? Anakuwa ametupatia ni sijui niwekaje kwa Kiswahili, ila nimeandika hivi: be ready to give what you have to trap their grace. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani uwe tayari, kama ni muda wako, kama ni fedha yako, yaani just maana wanasema, kuna ule mstari wa Biblia unasema kwamba moyo wa mfalme sio kufurahisha, something like that. So yaani unajua ile mtu alilizi kile alichonacho, ni lazima ufanyeje? Ufurahishe moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeshajua maybe chair hapa ni nani? Ni destiny yangu. Yaani nifanyaje? Akiniambia Rehema, leo sijui saa ngapi nataka nikufundishe hichi na hichi, I must, yaani natakiwa tu ni arrange ratiba zangu. Ikifika huo muda niwe nimefanyaje? Nimefika. Yaani unajua ile hata mtu aachie kile ambacho amekibeba kwa ajili yako, lazima aone huyu mtu ana consistency. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu anafundishika, anaelekezeka. Kwa sababu mimi hata ningekuwa mimi mwenyewe, mimi siwezi kuelekeza mtu ambaye aelekezeka. Yaani siwezi. Sasa mtu umemwambia mara ya kwanza hivyo, japokuwa yaani ila neno la Mungu. Mungu asema ila ndio hivyo. Yaani kuna namna inavunja moyo, lakini no way out. Ila kuna namna kwa tujitahidi watu wa Mungu. Yaani ukishajua fulani ni daraja langu, just be humble. Jishushe tu, hata kama yeye tuseme kama mimi hapa mwaka wa kwanza, wewe ni mwaka wa 4. Just come, I have your thing. Jishushe. Utaki naondoka nacho sasa. Resistance. So, yaani just learn to be calm. Hata kama mtu unamuona haeleweki, afanye nini? Yaani jishushe, toa muda wako, toa kile ambacho unaona kwako kitaenda ushawishi moyo, alilizi ile grace kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya hivyo. Lakini pia kitu kingine ni kuheshimu. Respect. Kama nilivyosema, yani unajua Mungu naye, yani Mungu huwa anampima mtu kutokana na yeye the way alivyo. Na Mungu huwa analeta kitu ili wewe ama mimi kutokea hapo nikifika mahali fulani nisiharibu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivyo kwa maana gani? Kwa mfano, mimi hapa labda useme nina majiinuko. Rehema Kanji nina majiinuko. Amen. Mungu ataleta kwangu wasaidizi ambao ni wadogo sana kwangu. Yaani unajua ni wadogo, ambapo anaweza akaja mtu, mimi sasa hivi labda tuseme napitia kwenye depression. Yaani ninaama stress hadi sielewi na nyaji. Anaweza akaja ni mtu mdogo sana, anataka kunielekeza. Lakini mimi kwa sababu ya majiinuko yangu nikakataa. Ninapozidi kukataa, Mungu analisogeza lingine. Yaani lile depression la kwanza linakuwa depression double. Bwana Yesu asifiwe sana. So najikuta sitoki pale ambapo natakiwa kutoka, nifike sehemu fulani mpaka akili itakaponikaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atazidi kuwaleta wale wa aina ile wadogo mpaka siku nitakasema, kwa nini mbona wanakuja hawa tu? Afu sasa Mungu alivyo ajabu, unaweza ukatoka kwa sababu unasema mimi level zangu labda kina hawa Kasim Majali ndio wanaweza kunishauri. Okay? Go. Unaenda vizuri, alafu Mungu alivyo ajabu, unafika kule wanakudharau. Yaani unajua ile unafika, unajuaga Kachea mimi ni rafiki yangu. Alafu akuzingatii, akusikilize, yani ni kama akusikii. Kachea. Okay. Anapokea simu labda, si Kachea nisikie. Narudi. Yaani ukiambiwa narudi.
Yani hiyo imeenda. Bwana asifiwe sana. So let's learn how, yani tujifunze kuwa respect ili tuwaweke karibu na nini? Karibu na sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Okay? Kitu kingine tujifunze kuwaweka karibu. Bwana asifiwe sana. Lakini ukaribu ambao una kiasi. Kila kitu tukifanye kwa nini? Kwa kiasi. Usije sasa ukaleta ukaribu mpaka ukaribu tena. Bwana asifiwe. Yaani uwe na ule ukaribu ambao una nini? Una kiasi. Ukaribu huo labda unaweza ukawa unataka kujifunza kwake, mawasiliano ya hapa na pale, unauliza maswali. Lakini pia unavoweka huo ukaribu na akili yako hiyo inafanyaje? Inafikiria. Wewe mtu anakuita nyumbani kwake saa 7 usiku. Huko kuna kuelewana gani huko? Bwana asifiwe sana. So, yani wakati unakuwa unafanya kitu, you have to make your mind na yenyewe ifanyeje? Iwepo hapo. Bwana asifiwe. Ukisoma Yohana 15:5